Habari. Tunataka tuangalie maneno mawili leo ambayo yanatumika mara nyingi sana, na uzuri maneno haya tumeanza kujifunza ama kufundishwa tukiwa wadogo sana, pale ambapo tunafundishwa tabia nzuri, tunafundishwa kuongea, kusema, kutamka maneno, wapi pa kusema nini and so forth. Sasa maneno haya ni naomba pamoja na asante. Ukiwa mtoto au ukiwa unalea mtoto, kuna kipindi mtoto anakuja anakwambia, mama, baba, anti, dada, nataka maji. Unamwambia hapana, sema naomba. Ndio anasema naomba maji, naomba mma. Tunakumbuka kumfundisha toka mwanzo kwamba usiseme nataka, usiseme nipe, sema naomba. Kwa nini tunasema hivyo? Maana ya neno naomba ni ni kutafuta ruhusa, kutafuta msaada, kwa sababu kama yale maji anaweza kuyafikia ama anayo ama ni ya kwake angechukua, lakini kwa sababu hawezi kuyafikia, pengine hajui yalipo, pengine siyo ya kwake, kwa hiyo inabidi aombe ruhusa, lakini pia aombe msaada kwamba naomba haya maji. Nikishapata ruhusa basi naomba nipatiwe haya maji, kwa sababu hawezi kuyafikia pale yalipo. Aidha yako ndani ya mtungi, yako kwenye dispenser, yako kwenye friji, kwenye ndoo, popote pale ambapo yanapokuwa yamehifadhiwa, lakini atahitaji msaada wa yeye kupatiwa kwenye kikombe. Ndiyo maana ya neno naomba. Pale ambapo tunahitaji msaada, pale ambapo tunahitaji ruhusa ya kitu fulani, tunatumia neno naomba. Na hii imekuwa tunaenda nayo mpaka huku ukubwani, pale ambapo unahitaji msaada wa kitu, pale ambapo tunahitaji tupate ruhusa ya kitu, kwenye chochote kile ambacho tunachokifanya. Angalia, iwe tunapoomba kazi, tunaomba kazi, tunapoomba kuishi na mwenzetu wa kiume, wanatuomba kuolewa nao, tunapokwenda kwenye nyumba za ibada, ama popote pale ambapo inategemea una amini nini ama unafuata ibada ipi, kule napo tunasema tunaomba, au inaitwa kusali ama kuswali, na vingine vyovyote ambavyo vile inaendana na jinsi ambavyo nyinyi mnaiita. Lakini kule pia napo tunakuwa tunaenda kuomba mahitaji yetu, tunaenda kuomba ruhusa ya kuweza kufanya shughuli zetu, basi tunakuwa tunahitaji tupate permission ya kuweza kufikia mahitaji yetu ama kupata mahitaji yetu. Hiyo yote ni kuhusiana na kuomba. Halafu neno la pili nataka kuliongelea ni shukrani. Pale tunapomaliza kuomba na tunapopata kile kitu tulichokiomba, ruhusa tuliyoiomba, basi tunapaswa kushukuru. Na hata tunarudi tena kule utotoni, pale anaposema nataka maji, unaambia hapana. What's the nani wanasema ni magic word, unasema please au naomba. Alafu ukimaliza ama ukikipata unaambia umesahau kusema nini? Asante. Unajua kwa hiyo tunafundishwa toka tukiwa wadogo kushukuru baada ya kupokea kile kitu ambacho tumekiomba, iwe ni msaada ama iwe ni ruhusa, lazima tushukuru. Asante maana yake nini? Ama shukrani ama thank you, ama kwa vingine, kwa lugha yoyote ile ambayo wewe utaona ni sahihi kwako. Asante ni neno la kuonesha shukrani yako sasa, kwamba kile nilichokiomba nimekipata, basi na kushukuru kwa kunipatia. Lakini pia ni kuonesha thamani ya kile ambacho umekiomba umepatiwa, kile ambacho umekitaka ukakiomba, aidha iwe ni msaada ama iwe ni ruhusa, umepatiwa, basi wewe unaonyesha thamani kwamba nimethamini kile ulichonipatia, hivyo nashukuru. Ni namna ya kusema hivyo, lakini pia ni namna ya kukiri wema ambao umeupokea, msaada ambao umeupokea, fadhila ambazo umezipokea. Kwa sababu siamini kati yetu kuna mtu yote anaweza akaomba kitu kibaya ama akaomba shari, akaomba maumivu magumu na nini. Hapana, ndio maana tunasema tunashukuru kwa wema uliotupatia, kwa sababu chochote tunachokiomba ni kile kizuri kinachoenda kutusaidia sisi ama kusaidia familia vinavyotuzunguka and so forth. Ndio maana tunakiomba. Sijawahi sikia mtu anaomba mabaya. Mara chache tunaona kwamba mtu anamuombea mwenzie mabaya, ambacho sio kitu kizuri, kwa sababu kumbuka tunasema fanya kile ambacho unataka au unapenda kufanyiwa. Sasa kama unataka wewe ufanyiwe, uombewe mema, basi na wewe unapaswa kumwombea mwingine mema. Hivyo lile zoezi la kumwombea mtu mabaya, amekukasirisha, sijui una hasira naye, ni
nini amekuwa adui yako na nini, yaache yale mambo, ni kujitafutia tu stress. We muombee mema, wanasema muombee hata adui yako mabaya. Hapana, muombee adui yako mema, ili akuone wewe unavyozidi kunawiri, unavyozidi kupata baraka na vitu kama hivyo. Kwa hiyo baada ya kupokea ule wema, baada ya kupokea ule msaada, hatuna budi kushukuru, kusema asante, hata kama ni kitu kidogo. Kuna muda tunakuwa tunataka vitu vikubwa ama msaada mkubwa, na yule tunayemfuata pengine hawezi kutupa vile ambavyo sisi tuna expect ama tunatarajia, lakini atakupa kale kadogo ambacho ako nacho, aidha iwe ni msaada ama iwe ni ruhusa, kwamba baba, naomba nifanye kitu kwa ukubwa wa 100. Anakwambia hapana, fanya kwa ukubwa wa 50. Usikasirike, jaribu kumwelewa kwa nini hajakupa ile 100 unayotaka, amekupa 50. Pengine anakuepushia mabaya, pengine hana hiyo 100 na 50. Sasa wewe consider kwamba at least amekupa ile 50. Shukuru kwamba at least amekuweka kwenye mafikirio yake au makubalio yake, kwamba hiki kidogo nilicho nacho wacha nimpatie na yeye, kuliko kulalamika kwamba mimi nimeomba 100 afu kanipa 50. Hapana, pengine asingekupa kabisa kama angekuwa nacho, ama kwa sababu iko ndani yake angeweza asikupatie hata hiyo 50. Si ni maamuzi yake. Unapoomba sio lazima upewe, sio? Na ndio maana hata kwenye maandiko yanaandika ombeni mtapewa, tafuteni mtapata. Lakini kama mtu hana, ama kama mtu hana nia ya kukupa kwa sababu alizonazo, pengine ni vyema kutafuta sababu za wewe kutokupata hiko kitu. Je, alichonacho kilikuwa kinamtosha yeye na kuweza kugawa? Je, alichonacho ni sahihi kukupa wewe katika muda huo? Je, unahitaji kweli hicho kitu ama unadhani unahitaji? Kwa sababu sometimes we just want things for the sake of wanting. Yani ukihitaji kweli, lakini wewe unataka tu nacho kwa sababu either fulani anacho, either it's just a show off, either kujifeel kwamba na mimi ninacho. But do you really need it? Do you really want it? Ni maswali ambayo hatujiulizi. Kuna muda tunakurupuka, niseme, na neno sahihi nitumie ni kukurupuka, kwamba kuna kitu hiki kimekuja kimetrend na mimi nataka kuwa nacho, ngoja nikaombe hivyo. Na ndio maana hata kwenye dini zetu tunapoomba Mwenyezi Mungu ama chochote unachokiamini, unapoenda kuomba, sio mara zote utapata papo hapo ama utapata kwa ukubwa ule. Unaweza ukaomba 100 ukapewa 150. Unaweza ukaomba 50 ukapewa 20. Unaweza ukaomba 50 na ukapata 50. So lazima tuelewe kwamba kwa nini tumepata 50, 20 ama 100, na tumepata katika muda gani. Muda sahihi ukifika, yale maombi yanajibiwa. Lakini kama sio muda sahihi, utasubiri, lakini utajibiwa. Sasa sisi tuna tendency ya ninachokitaka kwa ukubwa naotaka, kwa muda naotaka, ndio upatikanike. Hapana, lazima tukumbuke kwamba unapotoa ombi kuna kusubiri. Hata tunaona kwenye maombi ya mkopo, maombi sijui ya hata vikoba tunavyocheza na vitu kama hivyo, kuna kusubiri. Lazima uwe na patience, kuwe na subra kidogo, ili haya mambo yaweze kufanikiwa. Lazima wale unaoenda kuwaomba wakajipange pia, waangalie is it worth it, na tukimpatia itamsaidia, itamvunja, na je atarudisha. Na kwenye kurudisha, not necessarily kwamba utarudisha with interest ama utarudisha kile ambacho umekiomba. Hata shukrani ni namna ya kurudisha majibu kwa kile ambacho umekiomba. Kwa hiyo tunavyoendelea na maisha yetu, tunaendelea kujifunza, tunaendelea kuwa bora zaidi. Tukumbuke kwamba tunapoomba kitu tuombe kwa kabla ya kufanya kitu tufanye kuomba, lakini pia tunapopewa tusisahau kushukuru, tusisahau kusema asante. Nikirudi kwenye biashara zetu, kazi zetu tunazozifanya and so forth, tunaenda tunategemeana na tunaenda tunapohitajiana. Mimi nahitaji kitu kwako, nitafuata, nitakuomba, lakini najisahau kushukuru. Na tunaposahau kushukuru, kumbuka kuna leo na kesho, utarudi tena pale pale kuomba. Sasa je, yule mtu atakusaidia tena? Kwa sababu umesahau kumshukuru. Lakini ukimshukuru aidha kwa kusema tu asante, wengine wanaenda asante pamoja na visindikizio, tumaua kidogo, sijui nini, hizi M-Pesa, Airtel Money, sijui Tigo Pesa zimelia kidogo, muamala kamelia. Mwingine anakuja anasema asante na parcel, mwingine anakuja anasema asante na chakula, in a different way, as long as tusisahau kusema asante.
Popote pale ambapo unapokuwa unafanya kazi sasa, iwe ni umejiajiri, umeajiriwa, whatever, iwe ni biashara kubwa ndogo, huko kwenye kampuni, serikalini, usisahau neno naomba, usisahau neno asante. Unaweza ukadhani bado ni neno dogo sana, lakini nimeshakwambia maana yake, nimeshakwambia kwa nini tunayasema, lakini yanaonesha thamani yako kwa wanaokuzunguka. Kwenye biashara, mtu anaponunua mzigo, yes, amekupa pesa, lakini haidhuru wewe kumwambia asante, na pengine pia ukamwambia karibu tena, but hii inategemea ni aina gani ya biashara. Wale ndugu zangu tunaouza majeneza, zoezi la kusema karibuni tena kidogo naweza likakupa shida. Kwa hiyo si tuishie tu kwenye asante, lakini pale utakapomwambia mteja anapokupatia pesa, ndiyo amenunua, umempatia service, lakini kumshukuru kwa yeye kuja kukuchagua wewe na kununua kwako kuliko angeenda kwa mtu mwingine, pia ni kitu kizuri kinachoweza kumfanya atakurudia tena wewe. Kama nilivyosema, ni neno dogo sana, lakini lina maana kubwa. Wewe deal na ile maana unayomwachia mteja wako. Na hata kwenye maeneo ambayo tumeajiriwa, pale ambapo mfanyakazi mwenzio ama mwingine yoyote ambaye unamhudumia amekuja amedeal na wewe, usisahau kumshukuru kwa chochote ambacho ulikiomba ama amekupatia, na unataka kuonyesha kwamba umeshukuru, umeonyesha thamani yake ya kitu ambacho yeye alikifanya kwako. Kwa hiyo haijalishi unafanya kazi wapi, haijalishi unafanya biashara gani, haya ni maneno ambayo tunayatumia on a daily basis, ni maneno ambayo tumefundishwa toka tukiwa wadogo, ni maneno ambayo yanaongeza kwenye maeneo yetu ya kazi. Unashangaa mtu anakuambia wale wana kauli nzuri, unajua. Au mfano mteja amekuja mathalan anataka kujaribisha kiatu, unaweza kumwambia naomba nijue namba yako, naomba kitu fulani. Ili neno ukilitumia mara kwa mara, mtu anaona kabisa kwamba kwanza you are polite, unamfikiria, unamjali, uko pale kwa ajili yake. Lakini kwa hiyo nikupe namba ngapi? Unamkasirikia. Wewe hasira zako za nyumbani ziache huko. Wewe mdili naye mteja vizuri tu, maana mteja ni kama mtoto. Sasa ukwambia naomba kujua namba yako ya viatu, automatically atakwambia. Japokuwa pengine kuna wateja wengine wanakuja na mahasira yake na nini, achana nayo, usidili nayo. Wewe deal na yule mteja, kwa sababu lengo lako ni kuuza. Na hata kama tunaenda kuwauzia wateja wale, mfano una bidhaa ambayo unatakiwa kwenda kuuza kwenye maduka na nini, unamkuta mteja yuko busy na wateja na nini, unaweza ukamsikia, lakini baadaye ukamwambia naomba niongee na wewe kidogo, naomba nikuhudumie, naomba nikuuzie bidhaa yangu, lazima atakusikiliza. Lakini ukifika tu ukaanza sasa ulisema muombe muda wake, muombe sikio lake, muombe kuongea naye, ndio itampatia yeye hata kushuka kidogo kusikiliza, kukupa nafasi unayohitaji. Kumbuka tumesema katika kuomba ni unaomba ruhusa ama msaada. Kwa pale unaomba ruhusa ya kuongea naye, ruhusa ya kumuuzia bidhaa yako, ruhusa ya kufanya naye maongezi. Lakini ikija kwenye msaada, ndo pale ambapo unahitaji mtu akusaidie kitu. Bwana, naomba nisaidie kuvuta gari, naomba nisaidie kupika chakula, naomba nisaidie kubeba mtoto and so forth. Na ukishapata kile ambacho unakiomba, kama tulivyosema, kwenye wateja, ameshavaa kiatu, kimemtosha, kanunua, mshukuru. Asante kwa kufanya biashara na sisi, asante kwa kununua chakula chetu, asante kwa kutuchagua sisi, asante kwa kununua bidhaa yangu. Haikupunguzii kitu. Fanya hisabati, yani fanya hapo hesabu sekunde unazotumia kusema asante. Sekunde ngapi? Imekuumiza chochote? Nywele zimeng'oka, mdomo umeharibika, vidole vimetikisika? Nothing. Lakini mwenzio atakuwa amepata faraja ya moyo, and that's what we want. Na amini nakwambia, unapokuwa unatumia maneno kwa mteja wako, kwa unafanya naye biashara and so forth, ndivyo ambavyo na yeye atakuwa anakurudishia haya maneno. Unaona, yeye akawa anaongea na wewe kwa sababu mara nyingi unatumia naomba na asante, automatically leo utajikuta anakurudishia kwa maneno hayo. Kwa hiyo pia utakuwa umemsaidia mwingine naye kujifunza na kubadilika katika uzuri. Endelea kufuatilia channel zetu. Tupo kwenye social media, Instagram, tupo kwenye LinkedIn, WhatsApp channel, lakini pia na YouTube channel yetu. Fuatilia kuweza kufahamu zaidi kuhusiana na mafundisho mbalimbali kutoka hapa Training Time. Karibuni sana.